zinatesa, asikwambie mtu. Watu wengi wako hapa, wanaenda kanisani, wanarudi, lakini tabu ziko pale pale, vifungo viko pale pale. Leo sisi tunatangaza hapo kwamba watu wote tunawakaribisha mahali hapa bila kuangalia dini ya mtu. Tukiamini watu wote wana matatizo. Karibia asilimia kubwa watu wanaenda makanisani wana matatizo. Na wewe una tatizo lako, na wewe una shida yako. Sasa leo Mungu anaenda kuikomesha. Nataka nikwambie, sema kuokoka. Sema kuokoka. Arudi atasema sema kuokoka. Sema kuokoka ni hatua ya kwanza. Mtu anaweza kuokoka ukakaa miaka 20, miaka 30 kanisani, lakini ukabaki na vifungo na minyororo yote. Hapa si mpo umetoka kwenye makanisa mbalimbali. Hapa sisi tunapokea Waislamu, tunawapokea wa kekechi, wa fulani, sijui wa nani, tunawapokea wote. Na hapa watafunguliwa na kumuona Bwana. Ili sote sisi tunawapokea. Sikia nikwambie kitu. Pale kwangu mimi nina Waislamu. Kwako pale Wamekuja kwanza, hatuondoki. Walipokanyaga pale, walichokipata wamesema tumezunguka, lakini hatujawahi kupata utamu. Utamu hatujawahi kupata mahali popote. Utamu hatujawahi kukutana nao. Upako hatujawahi kukutana nao. Hatujawahi kukutana nao. Hatujawahi kukutana nao. Hata wewe leo nasema hapa, lazima ukutane na upako usiokuwa wa kawaida. Lazima ukutane na neema isiyokuwa ya kawaida. Jioni nilikuwa naongea na mtumishi wa Mungu. Ni siku hizi jioni tunaingia kutangaza matangazo mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, Zomba nzima. Na tunasema ibada zetu zitakuwa hapo. Waongeze maturubai yaende chakula. Tunataka Zomba ikombolewe. Amen. Tunataka madhabahu za kichawi na wachawi waende mbali. Mbali kabisa. Mbali kabisa. Nikwambie kitu. Usiku wa leo Mungu akawa ananionyesha ibada ya leo. Lakini akawa ananionyesha mchawi mmoja kama amekuja na kanisani. Hata hapa yupo. Amen. Sema baba, sema. Mchomoe huyo, mchomoe. Nikawa ninamwambia Mungu ibada ya kesho itakuwaje. Akawa ananionyesha ukubwa wa ibada na uzuri wa ibada ya kesho. Lakini akanionyesha mchawi yupo kanisani. Ametumwa na wachawi wenzie, nenda mkampeleleze yule aliyekuja ni nani. Mwambie ana nguvu kiasi gani. Vipi hapo, umeionaje hiyo nguvu? Vipi umeionaje? Sema. Ngoja kwanza tulia. Umeionaje hiyo nguvu? Unaipima, si unanipima hapo. Vipi unaiona? Vipi unaionaje? Vipi unaiweza? Mwambie. Moto. Ndio nawauliza, unaiweza? Hawaiwezi. Mbe imesalenda kule. Asitaki ni mwaibishe, ni heshima. Wanasema busara haiaibishi, hekima haiaibishi, lakini badilika chocho wako. Amen. Naweza nikakwambia ni wewe hapo na hautakataa. Ndio. Kwa sababu wanyama za watu umekula. Na hata sasa bado una deni kule kwenye chama chenu. Ndio. Upeleke nyama. Sasa najua unanipima, umeona moto. Moto. Sasa ukiendelea utakufa. Naweza kabla ya kutoka mimi unakufa wewe. Takula hawai. Amen. Usiendelee, umesikia? Usiendelee. Mimi nakula gawani. Katika jina la Yesu. Huu moto ni moto mwingine. Amen. Usichukulie namba ile kijana. Hey. Ukisikia 18.
Ukijaa kwenye 18 kutoka kitu kingine. Ukijaa kwenye 18. Amina. Na kuna wengine Mungu akananiambia jambo fulani. Akaniambia jioni ya leo watakuja pale. Watazunguka ile nyumba. Sasa ni wakaribisha karibu. Na wakaribisha. Mungu akananionyesha wamevaa makaniki. Waambie! Wamevaa makaniki wanafanya hivi. Waambie! Wamevaa makaniki wanafanya hivi. Sasa ninakuonya kwa jina la Yesu usifanye hicho kitu. Hivi ndio nakwambia. Takula wali. Sawa test. Awe test. Kitakacho kupata. Kama umechoka ugali, njoo. Mwambie kama umechoka ugali, kula ugali, njoo. Watu tule wali. Nimekuja Zomba. Nasema nimekuja Zomba. Nimekuja Zomba. Nimekuja kwa ajili yako. Nimekuja Zomba. Wewe usituki kwamba kijana mdogo anajiamini hivi. Usituki. Wewe usituki. Na wewe upako nimemwachia na mwanangu. Pokea zaidi mwanangu. Napokea kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Hata wewe pokea utisa. Pokea utisa. Sikiliza nikwambie kitu. Nani aliyekwambia ulokole ni kuonewa? Leo nataka nikupe ubaba wa kilokole. Yes. Ubaba wa kilokole. Nakwambia pokea ubaba wa kilokole. Napokea. Ubaba wa kilokole sana napokea. Napokea. Ubaba wa kilokole pokea. Nakwambia pokea. Napokea. Wewe unapokelewa, unapokea. Kuna watu wanapokelewa. Huyu anapokelewa. Sikia nikwambie. Hata hii sauti ni tishio. Najua aliye hapa hata mchawi anateseka, lakini ameambiwa ukavumilia hata kama unaungua. Bye. Takula wai. Vumilia, fuatilia hatua moja hadi nyingine hata kama unateseka. Vumilia. Hapa koma. Hapa koma. Hii sauti na mwalimu kabisa hapa, yani inamtesa lakini vumilia. Hivyo. Kwa nini mnaharibu maisha ya watu wachawi? Kwa nini mnafunga watoto wa wenzio? Mimi nawaonya katika upendo. Siku moja hapa, ikiwezekana kabla sijaondoka, omba maombi magumu. Nafasi 2 leo, kesho. Wachawi wote mmeokoka. Jumapili tunamaliza kula wali. Wachawi wote mmefanya nini? Mkatangaziane. Najua mnaenda kualikana, mtakuja. Sasa nyinyi mjichanganye. Sasa nataka niwaambieje? Na watu siku hizi 2 katika jina la Yesu, leo na kesho, yani muokoke. Mwache. Nawaonya kwa upendo sana. Alafu mimi nakuonya kwa upendo, wewe unanijia kule. Haya njoo. Nakuonya kwa upendo, wewe unataka uje kule. Tuonane kwenye vikao. Njoo. Bwana Yesu asifiwe. Somo la leo linasema kutoka kwenye madhabahu. Madhabahu zinatesa. Sema madhabahu zinatesa. Sema madhabahu zinatesa. Sema madhabahu zinatesa, sikwambie mtu. Sema madhabahu zinatesa, sikwambie mtu. Haleluya. Haleluya. Madhabahu za kichawi, madhabahu
za madhabahu za ukoo zinatesa, sikwambie mtu. Hapa kila mtu ana madhabahu ya ukoo. Kila mtu, hata watoto, hata wewe. Wote hapa mna madhabahu za ukoo. Hadi nyeuko nje mnajificha. Mnazo je?